Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Aliyesimama mbele yako ni mtumishi wa Mungu Pastor Kilunga. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kunipa fursa hii kusimama mbele ya watakatifu walioko duniani na wakongomani wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo, ili niendelee kuzungumza nao kwa sauti hii mahali popote wanapoweza kuisikia sauti hii. Na hata kama tunaweza tukawa na nafasi, bado ninahitaji sauti hii ipelekwe kwenye mitandao yote, ili watu wapate kujua kile ambacho kinachoendelea katika mashariki yetu, na kile ambacho Mungu amekikusudia wakongomani wakijue, kwa sababu huu ndio muda ambao Bwana ameruhusu yale aliyoyaweka ndani ya moyo wangu niendelee kuzungumza na wakongomani wapate kujua, wapate kuelewa, wapate ufahamu, na tupate kufarijiana kwa maneno haya ambayo Bwana ameyamimina ndani ya moyo wangu. Ninasimama tena nikijaribu kuelewesha au kuwaambia wakongomani kile ambacho Mungu alichokizungumza juu ya vita vya mashariki. Mara moja ninajua wazi kwamba niliwahi kufundisha juu ya pembe mbili. Nafikiri watu wataelewa na watakumbuka. Nikasema pembe mbili ambao ulikuwa ni unabii wa Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo sura yake ya 13 mstari wake wa kwanza, lakini unaruka mstari wa 11. Anasema mnyama alitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7 na majina ya makufuru, lakini alikuwa na vilemba. Lakini sura ya 11 au mstari wake wa 11 unasema aliona mnyama mwingine alitoka katika nchi, alikuwa na pembe mbili, na nikafundisha juu ya zile pembe mbili. Nikasema pembe moja ilikuwa inawakilisha ufalme wa imperialiste. Nikisema imperialiste, watu wanaelewa ni utawala wa kimabavu. Wale wachache walivyo navyo vingi wanataka kutawala wengi ambao hawana. Huo ndio mfumo wao. Lakini nikasema socialiste ni utawala ambao unaotaka watu wote wawe pamoja au wanaweza kutumikia kwa pamoja. Na hizo zote falme mbili zimekwisha kuingia Kongo. Ufalme wa imperialiste unaongozwa na Marekani, na ufalme wa socialiste unaongozwa na Rusi. Na hawa watu wawili hawa ndio wanaoangalia kwa jicho la utofauti sana wakiangalia Kongo. Kwa sababu nilifundisha haya na nikasema wazi kwamba huu ni unabii mkubwa ambao kama hauna macho ya kiroho huwezi kuyaona haya ninayozungumza. Kwa sababu Marekani ana maslahi yake katika nchi ya Kongo, na Rusi ana maslahi yake ndani ya nchi ya Kongo, na wanajua wazi kwamba kama wataweza kumiliki Kongo, basi kila mmoja atapata umaarufu, kila mmoja atakuwa na nguvu ambazo zitamfanya yeye aendeleze ufalme wake. Kwa sababu nilifundisha kwamba ufalme wowote duniani unakuwa na mambo matatu makubwa ya muhimu. Ufalme ili uwe ufalme lazima uwe na eneo. Ufalme ili uwe ufalme lazima uwe na watu. Ufalme ili uwe ufalme lazima uwe na pesa, uchumi. Sasa kwa hiyo imperialiste na socialiste wako wanatafuta eneo linaloitwa Kongo, kwa sababu wanajua kwamba wakipata eneo la Kongo, ndani ya Kongo kuna watu na ndani ya Kongo kuna pesa au kuna uchumi. Hivyo vitafanya ufalme wao uwe na nguvu zaidi.
lakini pia nilifundisha juu ya ardhi ya Fizi. Nikasema haya ninayakumbusha kwa sababu wakongomani waelewe kwamba vita hivi sivyo vile wanavyofikiria kwamba vitakuwa. Ni vita vikubwa na ni vita vitachukua nguvu nyingi, zitatumika nguvu nyingi, dola kubwa zitaingilia kati. Sasa wale waliofikiria kwamba labda wanaweza kumaliza vita hivi kwa kuwaonga watu, kwa kuwapa rushwa, hapana. Hivi vita viko zaidi ya rushwa. Wanaweza wakakutumia kukupa pesa, lakini ukashangaa na pesa zako ukashindwa kumiliki vita hivi, kwa sababu ni vita vikubwa ambavyo watu wengi hawajui. Na ndio maana nilianza kufundisha haya ili wakongomani mahali popote walipo waanze kuchunguza na kuona mambo ya kiunabii yanavyokwenda yako tofauti na mambo ya kusikia kwenye mitandao. Nikasema watu wengi wameishi Fizi, lakini hawajui thamani ya Fizi. Watu wengi wamekuja kuingia Fizi, hawakujua maagano yaliyopo pale Fizi. Hawakujua maagano ya Mungu na taifa ambalo linalotoka pale Fizi. Nikasema wazi kwamba ninakurudisha ili uwe unakumbuka yale ambayo mimi niliyafanya au niliyoyaongea. Nilisema wazi kwamba Yusufu wakati aliingia pale Misri, ni hapa Afrika, alioa mke, na wakati alipooa huyo mke wake alizaa watoto wawili. Akamzaa mtoto wa kwanza alikuwa anaitwa Manase, na mtoto wa pili alikuwa anaitwa Efraimu. Nilifundisha haya kiunabii ili watu wajue kwamba vita hivi vya Kongo kule tunakokwenda ni mbali zaidi kuliko unavyofikiri. Bwana Yesu atusaidie.